msikilizaji kwa kipindi hiki cha kuweza kujifunza maneno ya Mungu. Mimi ni mtumishi wako Pastor Joshua Kindo. Asante kwa kuweza kushare, kulike na kucomment account yetu. Ni muda mzuri ambapo tutaweza kuchangia maneno ya Mungu kwa ufupi sawa na jinsi Roho wa Mungu atakavyotujalia. Mbele ya yote, acha tumuombe Mungu. Jehova Mungu, mfalme wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa neema hii ya ajabu ambayo Bwana unatupatia kuweza kushiriki na kufundishana maneno yako matakatifu. Ulisema ya kuwa maneno yako yao kwa wingi ndani mwetu, na ndio zoezi ambalo Bwana mtakamana huu tunataka kufanya. Bariki kila mmoja ambaye Bwana atatupatia muda ya kuweza kusikiliza haya machache ambayo utatia ndani ya kinywa changu. Vile vile na mimi uniongoze kwa muda huu mchache ambao nitanena na taifa lako. Maneno iwe ya uzima, maneno iwe ya kibali, maneno iwe ya mamlaka, na ipate kubadilisha maisha ya huyu ambaye atakayelisikia. Na tusaidie vile vile sote kwa safari ya kwenda mbinguni. Asante Jehova, kwa maana utasikia na Roho wako Mtakatifu atatuongoza katika yote. Ni kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Karibu ndugu mpendwa kwa kipindi hiki cha kuweza kujifunza maneno ya Mungu. Leo tutakuwa katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu sura yake ya 10 na mstari ule wa 19. Luka sura yake ya 10 mstari wa 19. Luke chapter 10 verse 19. Tutasoma wote pamoja. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Leo tutajifunza kuhusu njia ya kutumia mamlaka uliyo nayo ndani mwako, ama kwa Kiswahili kingine, njia ya kuweza kutumia uwezo ama mamlaka iliyomo ndani mwako, njia ya kuweza kutumia mamlaka uliyopewa na Mungu. Sababu kama jinsi tunavyosikia kwenye Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka, ni kwamba tulipewa mamlaka ya kuweza kukanyaga. Jambo ya kwanza, nyoka. Nyoka ni nani? Nyoka ni Shetani. Sababu hapo mwanzo katika kitabu cha Mwanzo maandiko yanatuambia ya kuwa Adamu na Hawa walikuwa ndani ya bustani ya Edeni, alafu kukakuja kiumbe mnyama ambaye ana umbo kama la nyoka, akaweza kuwashawishi na wakala tunda. Baada ya kula tunda wakaasi Mungu na kutoka uweponi pa Bwana. Yaani nyoka ni Shetani. Sasa Biblia inasema ya kuwa Mungu ametupatia mamlaka ya kuweza kukanyaga nyoka. Nyoka kwa ulimwengu wa roho ni Shetani, yaani tuna uwezo wa kumkanyaga Shetani. Alafu wanasema sio nyoka tu, na nge. Nge ni kilulu kibaya sana ambacho kina sumu. Nge ni mfano wa dhambi, ni mfano wa kitu chochote kinaweza kukuzuru, sababu dhambi ni kitu ambayo inaweza kukuzuru ukose ufalme wa mbingu. Sasa Mungu anatupatia mamlaka ya kukanyaga nyoka ambaye ni Shetani, anatupatia mamlaka ya kukanyaga nge. Nge mfano wa dhambi, anatupatia mamlaka ya kukanyaga dhambi isiwe na mamlaka juu yetu. Vile vile anatupatia mamlaka ya kukanyaga mapepo wabaya. Sababu hapa mwisho anasema hivi, anasema ya kuwa na nguvu zote za yule wabaya. Mkristo ambaye anakamilika, mtu ambaye aliamini, mapepo haina mamlaka. Kwa hiyo Mungu anatupatia mamlaka
namna gani unaweza kutumia mamlaka ambayo iko ndani mwako. Ndio somo ambayo tunataka kujifunza kwa muda kama na huu. Jambo ya kwanza utaandika ya kuwa unaweza kutumia mamlaka ambayo uliopewa na Mungu. Ukitaka kuweza kutumia mamlaka ama nguvu ama uwezo uliopewa na Mungu, jambo ya kwanza unatakiwa kwanza kutambua ya kuwa wewe ni mtawala. Wewe una mamlaka ndani mwako, ni kutambua ya kuwa wewe ni mtawala. Kwa hiyo ukitambua ya kuwa wewe ni mtawala, unatakiwa vilevile kujua ni wapi ambapo unatakiwa kutawala. Kama mimi ni mtawala, kila mtawala ana sehemu ambapo anatawala. Kuna watawala wa dunia, kuna watawala wa nchi, kuna watawala sijui wa vikundi vya watu, kuna watawala sijui wa marketplace, kuna utawala unaachana. Sasa kila mtawala anakuwa na sehemu ambao huwa anatawala na anakuwa na watu aidha kundi ambalo anasimamia. Sasa wewe ni mtawala, unatawala wapi? Unatakiwa kujua kwanza kama wewe ni mtawala. Vile vile baada ya kujua ya kuwa wewe ni mtawala, unatakiwa kujua ni wapi ambapo unatakiwa utawala. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza mstari ule wa 26. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Tusome sote pamoja. Mwanzo sura yake ya kwanza mstari ule wa 26. Maandiko yanasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo sisi ni watawala, kwa hiyo tuna mamlaka ya kuweza kutawala. Ni wapi ambao tunatakiwa kutawala? Katika kitabu cha Mwanzo Biblia inasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Isiishie hapo, vile vile kwa sura yetu. Kwa hiyo wewe mahali ambapo ulipo unatakiwa kujua ya kuwa wewe ni mfano wa Mungu. Wewe uliumbwa kwa sura ya Mungu. Wewe ni kiumbe kabisa ambacho kilifanana na Mungu, na maandiko yanasema kuwa katika viumbe vyote vilivyoumbwa na Mungu, mwanadamu ni kiumbe cha thamani sana alichokiumba Mungu. Kwa hiyo wewe sio tu mwanadamu, sio mtu bure, tofauti na mnyama, tofauti na sijui ndege wa angani, sijui tofauti na samaki na kila kiumbe chote chini ya jua, lakini wewe ni mwanadamu. Na mwanadamu ni nani? Aliumbwa kwanza kwa mfano wa Mungu. Vile vile baada ya kuumbwa kwa mfano wa Mungu, akaumbwa kwa sura ya Mungu. Kwa nini Mungu amuumbe kwa sura yake? Kwa sura yetu. Kwa sababu gani? Wakatawale. Kwa hiyo mimi ni mtawala, wewe ni mtawala, na yule naye ni mtawala. Wakatawale samaki wa baharini. Kwa hiyo kama wewe uko mtawala, nafasi ambayo unatakiwa kutawala, nafasi ya kwanza unatakiwa kutawala samaki wa baharini, unatakiwa kutawala bahari. Kwa hiyo wewe ni mfalme wa bahari. Mahali ambapo niko nasema muda kama na huu, mapepo ya baharini haiwezi kuwa na nafasi ama nguvu kwa ajili yako, sababu wewe ni mtawala. Unatawala nini? Unatawala samaki wa baharini, yaani wewe unatawala bahari na kila kitu kilichomo ndani ya bahari. Kinachokuwa ndani ya bahari ni samaki wa baharini. Kwa hiyo wewe unatawala samaki ya baharini. Biblia inasema ya kuwa akatawale ndege wa angani. Ndege wa angani. Kwa hiyo kama unatawala ndege wa angani, wanaokaa huko angani ni ndege. Kwa hiyo wewe ni mfalme wa anga. Kuna muda mwingine ambapo kuna mapepo ya anga. Mfalme wa anga huwa anashika maombi ya watakatifu, na watu wengi, Wakristo wengi huwa wanakutanana na changamoto kama na hizo za kufungiwa maombi yao isifike mbinguni. Sababu gani? Kuna mfalme wa anga ambaye huwa anatawala katika anga, na pendi kabisa
maombi ya watakatifu wa Mungu ifike huko juu mbinguni. Yeye hataki. Sababu gani maombi yako ishikwe na mfalme wa anga? Sababu gani? Aujitambue kwamba wewe ni mtawala na unatakiwa kutawala nini? Anga. Unatakiwa kutawala anga. Yaani sehemu ya pili ambayo Mungu alitupatia ni kutawala anga. Tunatakiwa kutawala anga na kila kitu kinachokuwa huko juu angani. Maandiko yanasema nini? Endelea kusema ya kuwa na wanyama na nchi yote pia. Akatawale wanyama na nchi yote pia. Kwa hiyo sehemu ya tatu ambayo unatakiwa kutawala, wewe mtawala, ni ardhini. Unatakiwa kutawala ardhi hii, ulimwengu huu unatakiwa kutawala. Ambao wako chini ya jua, wewe unatakiwa kutawala. Kwa hiyo ili ujue jinsi ya kutumia mamlaka, power ambayo iko ndani mwako, unatakiwa kwanza kutambua neno la kwanza ya kuwa wewe ni mtawala. Na baada ya kutambua ya kuwa wewe ni mtawala, unatakiwa kujua ni nafasi gani ambapo utawala wangu upo na nafasi gani ambapo natakiwa utawala. Na kuna nafasi tatu ambayo Mungu ametupatia utawala. Tusome Warumi 16 mstari ule wa 20. Naye Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi. Amina. Naye Mungu wa amani atamseta shetani. Yaani kwa Kiswahili kingine, Mungu wa amani atamfunga shetani, alafu anamweka chini ya miguu yetu. Anamweka chini ya miguu yetu. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kumkamata shetani, una uwezo wa kukanyaga shetani na kumfunga nafasi ambapo wewe unataka, kwa mamlaka uliyopewa, asije akafanya kazi, lakini pasipo kujijua. Ndio maana muda mwingine huwa tunaogopa shetani. Magonjwa, huyo ni shetani. Furaha, kitu kidogo, huyo ni shetani. Kwa hiyo wewe una mamlaka. Kwa mamlaka uliyopewa una uwezo wa kumkamata shetani, unamfunga. Baada ya kumfunga, unamweka chini ya miguu. Ukiweka mtu chini ya mguu, ukimkanyaga mtu, yani unakanyaga uwezo wake, unakanyaga mamlaka iliyo juu yake, na anakuwa chini ya miguu yako. Kwa hiyo Mungu anasema ya kuwa anatupa mamlaka ya kuweza kumfunga. Alimfunga shetani, alafu anatupa mamlaka ya kukanyaga. Sasa kama unamkanyaga shetani, kama una uwezo wa kukanyaga, unamfungia kazi, asifanye kazi katika ulimwengu wa roho. Kwa nini uogope? Mapepo tu wa usiku unatetemeka, vitu vya ulimwengu wa giza unatetemeka. Wewe ni mtawala, una mamlaka. Mungu akubariki mahali ambapo ulipo. Mungu akubariki wakati ambapo nasikia neno hili. Mungu akutendee mema na ujue kutumia mamlaka ambayo nayo, na vinavyokusumbua vya giza viende kuachilia tangu sasa kwa mamlaka ambayo uliyo nayo, sababu wewe ni mtawala. Karibu kwa video ambayo inafuata, tutaendelesha somo hili. Mungu awabariki na watendee mema. Amen.